Kabla sijazungumzia safari yenyewe, kwanza nianze kwa kushukuru serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kufungua nchi na kuweka fursa ili wachimbaji wazalendo muweze kunufaika. Sidhani kama kuna mtu anaweza kashuhudia huko nyuma kwa wachimbaji wenye uzoefu, tofauti na safari ya China ambayo tulienda chini ya Mama Samia, na hii safari ya Canada. Zingine tunaenda lakini mtu mmoja mmoja. Nadhani zitakuwa ni safari mbili kubwa, pamoja na hii ya Uturuki juzi. Unajua duniani hapa, dunia iliko sasa, dunia iko kwenye teknolojia. Mtaji ni kitu kingine, lakini teknolojia ni kitu kikubwa zaidi kuliko mtaji. Sasa na haya madini tulionayo ni madini ambayo yanaweza kugeuka kuwa maharage tu wakati wote. Unaweza ukaiona dhahabu leo, ukaona tin leo, ukaona kopa leo, lakini kesho kashuka thamani. Sio chakula hiyo, sio chakula. Kwa hiyo ni lazima twende mbali zaidi. Kama shirikisho tuna vyama vya wachimbaji, lakini sisi ni shirikisho. Maana yake ni kwamba shirikisho nafikiria lina macho mengi, naangalia mbali zaidi. Mbali ni wapi? Eti mwalimu wa math, mbali ni wapi? Sikupaa hapa na Emirates, si ndio mzee? Kwa sababu hii mambo ya kuchimba haya mashimo, mwenyekiti wa Gerema, hiyo kazi yenu bwana, kazi ya mwenyekiti. Kazi ya rais wa FEMATA ni kupasua anga na watu wake. Kazi ya rais wa FEMATA ni kushauri Mama Samia Suluhu Hassan, wachimbaji wanataka hiki mama yangu. Na bahati nzuri kila nikitoa ushauri anaukubali. Mtu wake. Kazi ya rais wa FEMATA ni kushauri waziri wa madini. Ine flexible hiyo. Sio kuandamana, sio kutumia nguvu. Vyama vingine vyote duniani vinatengeneza uharakati kushambulia serikali. Lakini mimi niliapa kuanzia siku ya kwanza na nichagua, sitashambulia serikali bali nitaishauri serikali. Na ndio maana hapa tupo na tutaendelea kuwepo. Hata baba nyumbani huwezi kumshauri ovyo ovyo tu kwamba kuna wazee wengine, sisi wazee wa zamani ukinishauri hata kama wewe tajiri kiasi gani, hata chakula chako sitaki, naenda kula kwa rafiki yangu. Ndio sisi vizee vya miaka ya 70. Au unasema je mzee? Kwani mtoto wako anaweza kunyanyasa kwa sababu ana magari sio vieti? Nishindo mimi sieti sasa. Si ndio mzee? Nakuja kula Shinyanga. Natoka kule kwetu Serengeti kuja kula au naishi kwako, ukinifuata watoto sirudi. Paka wanibembeleze na wananipa koti ya shilingi 1000 tu ndio naamua kurudi. Kwa huo ndio msimamo ambao sisi tunaweka, kwamba tutagusa serikali yetu kwa kuishauri. Kwa sababu tunajua hatuwezi. Au tunataka tuanze uharakati? Haiwezekani. Ningeanza uharakati ungekuwa babaya. Sisi shirikisho tunataka tujenge imani serikali yetu, lakini tujenge imani wachimbaji wetu. Sasa ili tuwajenge imani lazima tunafikiria kitu kikubwa. Lakini nipongeze wizara yetu ya madini chini ya waziri wetu mahiri kabisa aliyekuwa FEMATA hapa kama mtendaji mkuu, ndugu yetu Antony Mavunde. Tayari mkana, tumpige makofi.
na leo asubuhi amenipigia, jana jioni amenipigia, Bina bibi, nataka niwaambie siri moja. Mahusiano ya kidiplomasia hayako chini ya serikali yetu, yako chini ya serikali ya Canada. Sisi tumepewa mwaliko, na aliyepewa mwaliko ni Baraza la Taifa la Biashara, ambayo mwenyekiti wa Baraza la Taifa la Biashara ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makamu wake au mwenyekiti mwenza ni mwenyekiti wa Baraza la Biashara la Taifa, mama yetu Angela. Lakini mwenyekiti wa kongani ya madini katika ile baraza ni rais wenu wa shirikisho la wachimbaji madini Tanzania, mimi. Kule ndani tumejigawa, kongani ya madini shirikisho. Makamu wangu ni makamu wa rais wa GGM, ndugu yetu Chacha, ndio makamu hapo vipi? Yaani mchimbaji mdogo wetu mwenyekiti au mchimbaji huko, si ndio bwana? Si ndio tesha wangu kule? Tusituangie makofi wachimbaji wadogo. Zamani ilikuwa ni wao, ilikuwa wao ndio wanazungumza huko kama chemba, sisi ndio tunakuja kutoa taarifa huko. Kwa hiyo tumepiga hatua sana. Nipongeze wizara kwa ujumla wake chini ya katibu mkuu wa wizara yetu Samama, afanya kazi usiku na mchana. Lakini tupongeze wizara ya mambo ya nje, waziri mwenyewe, naibu waziri, wote wanafuatilia safari. Safari hii inafuatiliwa na serikali nzima ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini safari hii inafuatiliwa na wachimbaji wote takriban milioni 6. Nini maana yake? Safari imekamilika, tunaenda Canada. Tumebeba mgongoni wachimbaji milioni 6 ambao mwaka huu tutaenda sisi tutakayewakilisha. Lakini tukiharibu, tumeharibia watu milioni 6 watakaoenda mwakani, watakaoenda mwaka kesho kutwa, watakaorudi kesho. Nini maana yake? Namba moja, na hiyo naongea kwa niaba ya wachimbaji wote, kwamba kitakacho bomoa ni nidhamu. Wenzetu hawa wametupa visa ya miezi 6. Nafikiri yetu unajua mchakato wa vijana wetu wasomi. Canada ukipewa visa miezi 6, ukaenda ukarudi salama, ukirudi una uwezo wa kupewa visa miaka 10. Maana yake ni nini? Kwanza wao wanahitaji uchumi na wanahitaji watu waende, lakini watu waende smart. Kwa hiyo sisi safari yetu hii, na ndio maana unaona tuko very limited. Watu walioomba kwenda Canada mpaka sasa hivi wako 346, si ndio bwana? 370, na wote wana fedha, lakini nchi zinazoenda kushiriki pale ni nchi nyingi sana, na wanategemea kuwa na wageni 27,000. Mkutano unaanza kesho ndio mkutano unaanza. Sisi tunatarajia kuondoka hapa Jumatatu. Kwa hiyo kuna vipindi vinatupita hapa, maamuzi magumu. Hayo maamuzi niliamua jana. Rais wa FEMATA sasa unaamua nini? Lakini kwenye safari hii kuna watakao kwenda, lakini kuna watakao baki, na FEMATA itaendelea kufuatilia visa zitakazobaki za watu wanaokwenda, wanaohitaji visa. Sababu ile mkutano kwa visa siku moja, hizi zingine zitakuwa ni trip za kutembelea migodi. Sasa jana usiku niletewa nifanye maamuzi kwa sababu tumechelewa, lakini kabla hiyo wengi wametupongeza kupata hizo visa, sababu hazipatikani kirahisi. Sasa tuamue. Jana nimeletewa na timu sasa
kwa sababu ndio naamua mwisho kwamba Mheshimiwa Rais tumekuletea hapa watu kadhaa, ndio visa zilizopatikana, lakini zingine zinaendelea kutoka. Nini uamuzi wako? Ima tusitishe tusiende ili tuje tuende wote? Hapana, hiyo ilikuwa jibu langu. Tunachotakiwa ni kwamba waliofanikiwa kupata visa waende, watakaoendelea kutafuta visa, kwa sababu wale wanaenda kutuwakilisha na mazungumzo ya kibiashara yanaendelea kuwepo. Network inaanza kuanzia pale ambako hawa wanaenda kukutana, milango imefunguliwa kwa miezi 6, kwa miaka 10. Hawa watu wengine wataenda wakati mwingine, au watakwenda kama kuna jambo ambalo rafiki yako aliyeenda amepata, kwa sababu kazi ya kuchambua visa sio kazi ya Dr. Bernard. Kazi ya kuchambua visa sio kazi ya Nduguru. Nduguru anapeleka tena anakaa hivi. Ukifanya mtu na doubt tu moja, sio kwamba hufanyi, hata signature tu imekosewa, na mimi subiri kidogo. Kwa hiyo atapita, huyo atapita. Kwa hiyo nataka niwaambie kwamba wale watakaokuwa wameondoka sasa, ambao wamefanikiwa kuondoka, cha kwanza ninachowaomba ni nidhamu. Nidhamu yenyewe ufikirie kwamba wakati unaenda kule, unaenda huko watu milioni 6 ambao baadaye wanataka kwenda miaka mingine, usiwaharibie. Na mimi nataka kukuhakikishia Makamu wa Rais na wachimbaji wote mlioko, atakayetuharibia hatutakubali, na sisi tutamzuia tena safari zingine, labda aende safari yake, lakini Femati kukataa. Sasa umekataliwa kwenu watu, utabaki wapi? Kwa tunaomba wale watakaoenda waweke nidhamu ya hali ya juu, wafuate utaratibu, wote twende kwa pamoja, tuongee wote kwa pamoja. Wakati fulani tulienda China, nataka niwaambie, mkiondoka watu 70 tayari viwanda mnapoenda kuvitembelea wanajua kuna watu 70, kuanzia sitting arrangement, chakula, magari, watu wanaandaa ni watu 70 au watu 100. Alafu nafika kule unajikata unaenda kivyako. Kama una jambo lako kule, jitahidi mwambie mwenyekiti, mimi na jambo langu, ratiba inasemaje? Tunajua, tunaripoti na tunawaambia wale tunaenda kutembelea kwamba kwenye kiwanda hicho tukija, badala ya watu 70 tuko watu 54, lakini watu 20 wameenda sehemu fulani. Sasa tulipofika China, watu 15 waonekana wameenda wapi? Sasa tunaulizwa, inabidi ubalozi sasa, hakuna kuondoka, tukasimama wote, ndugu zetu wameenda wapi? Labda wameteka. Hapana, kumbe kuna muhuni mmoja tukawabeba kawapeleka kiwanda kingine. Hatukatai watu kutofungua fursa, lakini fursa zitafunguliwa baada ya utaratibu, na wala tuingiliani kule. Ndio maana ya B2B. Nimeona leo B2B imeanzia hapa, na nataka niwaambie nyinyi Watanzania wachimbaji, na wako huko sasa, tukubaliane kimsingi kwamba nidhamu ni ya hali ya juu. Kwa hiyo mtu yoyote atakayetaka kuchepuka ana dili yake aripoti vizuri, na nadhani utaratibu huu utawekwa kwenye matangazo na grupu letu lililopo. Kwa hiyo nataka nisisitize zaidi hilo la nidhamu, lakini kwa wale ambao watakuwa haukufanikiwa eti kwa sababu kuna makosa, ima hukufanikiwa kwa sababu ya namba inayohitajika, limitation. Canada wanasema no, imetosha, kuna namna yoyote. Tumejaribu kutafuta mpaka note value ya serikali ili tuweze kuongeza watu kidogo, lakini imepatikana note value ya watu 5 tu wa serikali. Na serikali ni watu wengi, walikuwa 5. Na nafikiri kwenye namba hii watu wa serikali 5, si ndio? 5 na kwa mambo zaidi ya 25. Wachimbaji 300. Kwa wale watakaokuwa wamebaki, benki zikiweza kutukopesha na zikakubali kwamba sekta hii inaweza kukopeshwa, na kuambia
tumechimba, haki ya Mungu tumechimba. Tusipokopeshwa bado maskini, na ndio maana tunaenda kanda kutafuta mitambo, kuangalia teknolojia, kuangalia kufungamanisha sekta. Niliongelea mwanzoni hapa kwamba madini yanaweza kugeuka kuwa maharage. Nataka niwaambie ninaweza. China anajitahidi kutengeneza English gold. Sio nayo naomba English. Ukivaa inafanana hivi. Wale asubuhi unaweza kuamka. Wakati niliona mlima wa dhahabu kule China. Sasa kama maharage asubuhi. Kwa hiyo maana yangu nini hivi? Tuchimbe haya madini yageuke kuwa pesa, tufungamanishe sekta. Yaani upate fedha, upeleke kwenye kilimo, upate fedha, ujenge, upate fedha, uende kwenye construction. Kwa hiyo hata ikitokea madini yamesheki duniani, una chakula. Huo mkutano wao kushiriki Afghanistan. Nilishiriki kina mama wale. Nafikiri mama nani anajua. Tunaulizwa leo ukiamka asubuhi ukuta dhahabu haiuziki, unafanyaje? Umejiandaaje? Wenye majibu hapa hapa. Wewe kama vifusi, kwenye kifusi toa dhahabu ile uuze iwe pesa. Asubuhi unaweza kukuta China kafanya mambo yake. Hiki ni kushindwa dhahabu bandia kwani sinawezekana. Kwa hiyo lazima kwa vyovyote vile tushauri watu wetu tugeuze madini kuwa pesa. Kuchimba madini leo sio kesho. Kwa tufungue fursa, tuangalie mianya duniani, tuone wenzetu wanapochimba ili tuweze kunufaika na haya madini. Ndugu zangu, katika utaratibu wa kusema nani ni nani anakwenda, Dr. Bernard, kabla sijakata ile kono na kumeshaingiza kwenye grupu na watu wameshajua kwamba nani ni nani anaenda, na tayari atakuwa amejiandaa kwa safari. Na kwa wale ambao watakuwa wanaendelea kufuatilia viza zao Jumatatu, kwa sababu tumeambia Jumatatu zitaongezeka viza kuondoka Jumanne. Ni Jumatatu jioni. Jumatatu jioni. Kwa hiyo kwa wale ambao viza zenu zinatoka 5, nasikia 5 tu zinaongezeka, na wao wafanye maandalizi kwa sababu tuna uhakika. La mwisho na la msisitizo, tusife moyo. Kwa hiyo ndugu zangu, nirudie kusema tu kwamba kiukweli mimi naupenda sana kama wachimbaji, kama wapambanaji, na ina imani kwamba kila mtu anafikiria kupata fedha, lakini nataka niwahakikishie tu kwamba serikali yetu ya Tanzania iko pamoja na sisi.